Hello, karibu sana. Hii ni Chuma Music. Nikukaribishe katika channel hii ambapo huwa tuna break down concept mbalimbali za muziki katika namna rahisi sana, ambapo naamini itakusaidia kuweza kukua katika maeneo mbalimbali ya muziki. Tumekuwa na series ambayo tulikuwa tukizungumzia sehemu mbalimbali za bass guitar, ambao kama nilivyosema mwanzo kwamba kuzijua za kusaidia kuweza kuenjoy gitaa lako, lakini pia kuweza kutatua changamoto ikiwa itaweza kujitokeza. Kwa hiyo tayari tulisha cover baadhi ya maeneo ambayo ni headstock pamoja na neck. Kama hujaiona unaweza ukaitafuta hiyo video ambayo inaelezea kuhusu hizo sehemu, na leo tutaendelea na sehemu nyingine ya bass guitar ambayo ni body au mwili wa gitaa. Na labda kwa ufupi tulisema gitaa limegawanyika katika sehemu kuu tatu ambazo ni headstock, neck pamoja na body. Tushazungumzia hizi sehemu mbili, unaweza ukatafuta hiyo video kwa uelewa zaidi. Kwa hiyo tutaendelea na sehemu nyingine ambayo ni guitar body au mwili wa gitaa kwa tafsiri isiyo rasmi. Sasa mwili wa gitaa ni sehemu hii hapa ambayo huwa kwa mara nyingi ndio sehemu kubwa zaidi ya gitaa kwa magitaa yaliyo mengi. Mwili wa gitaa au guitar body imeundwa na vitu gani? Kitu cha kwanza kabisa ambacho ningependa tukizungumzie katika hii body na kitu kinaitwa pickups. Pickups ni tunaweza tukasema ni kama mic, hizi ndo zinazo pick vibration. Tunazungumzia pickups, tunazungumzia hizi hapa. Hapa ziko mbili na huwa ziko za aina tofauti ambazo tutakuja kuziona baadaye. Hizi pickups ndo zina pick ile sauti au vibration, baadaye na convert kwa electrical energy kuipeleka kwenye amplifier au kwenye speaker. Kwa hiyo hizi ni katika lugha rahisi tunaweza kusema ni kama mic ambazo ndo zinapiki sauti unapokuwa unapiga gitaa lako na kuzipeleka kuziconvert kuwa electric energy, baadaye kuzipeleka kwenye mixer, kwenye amplifier au sehemu nyingine ambapo zinatakiwa kwenda. Kwa hiyo pickups hizi ziko za aina tofauti, na unapochagua gitaa lako ni kitu muhimu pia cha kuzingatia aina ya pickups na uhitaji wako, japo hizo ni advanced techniques. Ukishakuwa advanced utakuja kuona utofauti wake kwenye tone. Kwa hiyo hizi zina affect tone ya gitaa lako na aina ya muziki unaopiga pia itaamua utumie pickups gani. Kwa kifupi, labda aina ya pickups, kuna pickups zinaitwa single coil pickup, kuna split coil na kuna nyingine zinaitwa humbucker, ambazo baadaye tutakuja kuziona. Na ikiwa wewe ni beginner ndo unaanza kujifunza muziki, hivi sio vitu vya kuzingatia sana kwa sasa. Ila ukiwa unachagua bass guitar lako, unaweza kumtafuta tu mtu ambaye anajua, ambaye anauelewa zaidi, akakusaidia kuchagua gitaa ambalo litakuwa linaendana na level yako. Kwa hiyo hizi ndo pickups, ziko mbili. Na hizi pickups hii ina pickup mbili, kuna hii hapa na hii hapa. Hii wakati tunaitaga neck pickup, ina pick sauti ya huku kwenye neck, na kuna nyingine ni hii hapa ambayo ina pick sauti ya huku kwenye hii body. So hizo ni pickups ambazo tunapoendelea tutakuja kuona utofauti wake na zina affect vipi gitaa, ila kwa sasa hivi ni kujua tu kwamba hizi ni pickups na pick vibration au sauti ya gitaa lako. Kitu kingine ambacho tunaweza tukakizungumzia hapa ni tone and control knobs. Hizi control knobs ni hizi hapa kwenye gitaa langu, ziko 4, zikawa chini ya 4 au zaidi ya 4 kulingana na aina ya gitaa lako. Kwa hiyo hizi kazi yake huwa zina control tone na sauti ya gitaa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzielewa hizi. Unaweza kusoma manual ya gitaa lako zikiwa zinaeleza kila knobs hapa inafanya kazi gani. Watu wengi wameshazoea akichukua gitaa anazisungusha tu mpaka mwisho anaanza kupiga. Hiyo inaweza ikawa ina affect tone na aina ya uliaji wa gitaa yako.
Kwa hiyo labda kwa kifupi, kwenye hizi knobs waga kuna ambazo zina control sauti kuongeza na kupunguza, na kuna baadhi ya gitaa ambazo hizi knobs, kuna knob ambayo inaongeza sauti ya huku kwenye neck, na kuna nyingine yaani kwa sababu hapa tumezungumzia pickups hizi. Kwa kuna baadhi ya gitaa ambazo kila pickup inakuwa na knob yake hapa ya kuongeza sauti. Kwa hiyo ukitaka kuongeza sauti ya huku kunakuwa kuna knob yake, na sauti ya huku kuna knobs yake. Kwa hiyo ukiwa umeongeza sana sauti ya huku kwenye hii neck, utaona ukipitisha tu mkono hivi unakuwa unasikia yaani hizi movement za mkono unakuwa unajisikia kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo kuna aina ya mziki ambao utahitaji kuongeza sauti zaidi kwenye neck, lakini pia kuna aina ya mziki ambao haitahitaji sana sauti kubwa ya huko kwenye neck. Kwa hiyo hizi control knob ziko pia ambazo inakuwa na knob moja ya volume, lakini pia kuna nyingine ya kuselect. Sasa una select pickup ipi? Kwa hiyo ziko ambazo una select pickup alafu unaongeza sauti kwenye knob moja, lakini ziko ambazo zina knobs tofauti za kuongezea sauti, yaani sauti ya kuongeza sauti ya huku na huku zinakuwa controlled na knobs mbili tofauti. Lakini kuna nyingine ambayo inakuwa ina master volume, yaani ina knob ya kuongeza sauti kwa ujumla, lakini pia inakuwa na knobs nyingine mbili za kuongeza sauti ya pickup ya huku na ya huku. Kwa hiyo ukiwa na gitaa lako ni muhimu kulielewa knobs gani inafanya kazi gani, ili kwa sababu kwenye eneo la setting ya gitaa ni kitu cha msingi pia ambacho kitakifanya gitaa lako liwe lina sound vizuri. Kwa hiyo hizi knobs ni kitu cha muhimu sana cha kuweza kukielewa, na kwenye gitaa lako knobs gani inafanya kazi gani. Kuna gitaa ambazo zinaitwa active guitar. Ile wangu ni passive. Active ni gitaa ambayo inakuwa na umeme wake yenyewe. Na kwenye hizo active guitar kuna knobs ambazo unaweza ukacontrol EQ au equalizer. Tutakuja kuona hiyo tunapozungumzia equalizer tunamaanisha nini. Pia unaweza ukacut bass, ukacut treble, kwa sababu tunapozungumzia EQ tunazungumzia issue ya frequency. Kwa hiyo unaweza ukakata frequency fulani au ukaziboost frequency fulani kulingana na wewe unavyotaka gitaa lako lisound. Kwa hiyo kwa kifupi knobs ndio zinafanya kazi hizo, na tunapoendelea tutakuja kwenda deeps zaidi kuzizungumzia hizo knobs pamoja na pickups tofauti tofauti. Kitu kingine kwenye knobs pia huwa ina control hizo issue za dynamics ambazo ni compression. Tutakuja kuona pia dynamics tunamaanisha kitu gani. Kwa hiyo kwa kifupi hizi knobs zinafanya kazi tofauti tofauti ambazo tutakuja kuziona kwa undani zaidi tunapoendelea. Kitu kingine kwenye guitar board kuna kitu kinaitwa bridge. Bridge ni hii sehemu hii hapa ya mwisho ambayo ndio inashikilia nyuzi kwa upande huu hapa. Hii hapa. Hii ndio inaitwa bridge. Kwa bridge ndio sehemu ambako nyuzi zimejishikiza au zimeshikiliwa kwa upande huu wa bodi wa gitaa. Sasa kwenye hii bridge kuna kitu kinaitwa saddle. Saddle ni hizi sehemu hapa ambazo ndo nyuzi zimelala. Sasa hii unaweza ukaiadjust kwenda mbele au kwenda nyuma. Na ukiadjust hapa tunasema unakuwa una affect intonation. Kuna namna ina affect tone ya gitaa. Ambayo hiyo pia kwa sababu ni kitu ambacho kinataka maelezo deep, tutakuja pia kuona ni kwa namna gani unaweza ukaadjust hii hapa na ukaaffect tone ya gitaa lako au intonation. Kitu kingine ambacho hii bridge inafanya, kuna kitu pia kinaitwa guitar action. Ukiwa unazungumzia guitar action ni umbali kutoka kwenye nyuzi mpaka kwenye hii neck. Yaani hapa juu ya hii neck kuna namna hizi gitaa hazijagusa, ziko juu, kuna space hii hapa katikati. Kwa hiyo space ya katikati kati ya hii neck au kati ya hizi fret na uzi, hiyo ndio inaitwa action. Na hii unaweza ukaiadjust kwa kutumia hii hapa bridge. Kwa hiyo hii hapa inafanya kazi ya kuadjust
guitar action ambayo ni umbali wa kutoka kwenye nyuzi mpaka hii surface ya neck au hapa kwenye hizi fret. Kwa hiyo hizi nyuzi zikiwa ziko juu sana inakuwa inakupa ugumu wa kupiga, kwa sababu inabidi utumie nguvu. Kwa adjust hiyo hapo, unaweza kuadjust huku kwenye hiyo guitar bridge. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tutazidi kuviona zaidi, namna gani unaweza ukafanya hivyo vitu. Kwa kila kitu tutakuwa tunakichambua jinsi ya kufanya, kwa sababu ni vitu ambavyo vina effect kubwa katika toni ya gitaa lako na urahisi wa wewe kulipiga gitaa lako. Kwa tuendelee kuwa pamoja, na mambo mengi mazuri yanakuja kuhusiana na vyombo mbalimbali vya muziki. So hiyo ni tumezungumzia pickups na tumezungumzia hizi control knobs na tumezungumzia pia hiyo inaitwa bridge. Kitu kingine ambacho tunaweza kipo kwenye hii bodi, kuna hii inaitwa strap button. Strap button ni kuna moja iko hapa, lakini pia kuna nyingine iko hapa nyuma, iko hapa. Hii ndio sehemu ambayo unavalisha ule mkanda. Ukitaka kupiga ukiwa umesimama, maana yake inabidi uwe na ile strap ambayo unaivaa. Kwa hiyo hizi ndio sehemu ambazo unakuwa unavalisha ule mkanda wa gitaa lako. Kwa hiyo tutakuja kuona pia ni kwa namna gani unaweza ukaseti ile position au urefu wa mkanda wako ili uwe comfortable kupiga ukiwa umesimama na ukiwa umekaa, kwa sababu haitakiwi ukiwa unapiga gitaa ukisimama uanze kwa adjust mkanda na ukikaa uanze kwa adjust. Inatakiwa useti katika namna ambao ukisimama unaweza ukapiga na ukikaa unaweza ukapiga bila kufanya adjustment. Kwa hiyo hiyo strap button. Kitu kingine, kuna kitu kinaitwa input jack. Input jack kwa gitaa langu ni hapa, sehemu hii hapa. Hii ni jack ambayo inatoa hizi signal hapa kupeleka aidha kwenye combo au amplifier speaker au kwenda kwenye mixer. Kwa hiyo hii ndio sehemu ambayo una connect ule waya kwenda kwenye mixer au kwenda kwenye combo yako kama unayo, unakuwa unautolea hapa. Kwa hiyo kuna gitaa ambazo huaga ni active guitars, huaga zinakuwa na sehemu ya kuweka betri, kwa sababu ile inakuwa na umeme wake. Kwa hiyo inabidi kuwe na sehemu ya kuweka betri. Kwa hiyo gitaa yangu haina hiyo sehemu, na ukikuta gitaa yako inayo, basi hiyo ndo sehemu ambayo unaweza ukaweka betri. Kwa hiyo active gitaa inakuwa na switch ambayo unaweza ukaswitch aidha hii utumie passive au utumie active. Kwa hiyo nadhani tunakuwa tumemaliza kwenye issue ya gitaa board au mwili wa gitaa. Kama kuna sehemu utakuwa na swali au kuna sehemu hujaelewa au kuna kitu ungependa tukizungumzie, unaweza ukaniandikia hapo kwenye comment section, na mimi nitakuja kukupa maelezo ya kina zaidi kuhusiana na hiyo sehemu ambayo utakuwa una swali lake. Lakini pia ukiangalia kwenye hii gitaa kuna hii sehemu, kuna huu mfuniko hapa ambao huwa unatumika ku access zile circuit za ndani. Ukitaka kuna waya labda unataka ku replace au kuna vitu unataka kuvitengeneza, hizi circuit zote za ndani kwa unazi access kwa kutumia hii sehemu hapa ambayo inafunguka na ukaweza ku access vitu vya ndani. Kwa hiyo nikushukuru sana wewe ambao umeendelea kwa pamoja nami, nikushukuru wewe ambaye umesubscribe kwenye channel hii, na wewe ambaye ndio mara yako ya kwanza, karibu sana uweze kusubscribe. Unaweza ukaangalia video za nyuma ambazo zitakupa uelewa zaidi kwa vitu ambavyo tumeshavizungumzia, lakini pia yako mambo mengi mazuri ambayo yanakuja.
tutajifunza kuhusiana na instrument mbalimbali, tutajifunza kuhusiana na production ya mziki na mambo mengi mazuri tutaendelea kuyapata. Karibu sana. Nitaweka namba zangu pia hapo, kama una kitu chochote unakihitaji, unataka kununua chombo chochote cha mziki au unahitaji ushauri kuhusiana na mambo yote yanayohusu mziki, karibu sana. Asante, uwe na wakati mwema.